Wewe nadhani unamzungumzia Zumaridi. Mimi niuliza swali. Tumzungumzie Zumaridi kwa uwazi kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao na yeye anatoa huduma ya kidini kama jinsi anavyotoa watu wengine huduma ya kidini na amesajiliwa na anafanya kazi hiyo. Anachokieleza kwamba alienda mbinguni, akaona magorofa ni marefu, magari. Tusaidie mzee wangu kidogo, maana umesema tuwafundishe watu neno la kweli. Kwa andiko lipi? Unajua kila kitu kina kanuni. Hata ugali ukipika fuata kanuni mpaka maji yachemke. Usikie ugali umekupigia kelele umekusonya ndio ule. Ukila uko kimya huwezi kukaa, tumbo litauma tu. Hata kutembea kuna kanuni, mguu mmoja unatanguliza, huwezi kuruka miguu yote. Sasa tunarudi kwenye katiba yetu, Bible inasemaje juu ya habari ya kwenda mbinguni? Walioenda mbinguni wa mwisho kabisa ni Yesu juu. Na alienda sio katika mwili huu tena, alibadilishwa. Na sisi inasema Biblia tutabadilishwa tufanane na yeye. Kama mtu anaenda mbinguni kwa mwili huu wa chips huu, wa sausage, na alafu anakwenda toilet, mwili huu uende ukakae na Mungu. Hata mimi hapa nikisema naenda kukaa na waziri mkuu kila mtu atashangaa. Au mimi naenda kukaa na Mwigulu tupange bajeti ya nini ya nchi hii. Watu watanishangaa ujue. Na hiyo ndio maana sisi mimi nimesajili taasisi na bahati inaitwa taasisi ya afya ya akili. Kuna tatizo pia hilo. Hata mwanangu mimi niliwaambia nilisema hali fulani, mwanangu wa form 2 akirudi pale nyumbani akianza kusimulia tu kesho anajenga viwanja vya ndege, anabomoa lile jumba langu, anajenge gorofa, aanze kusimulia nitanunua magari, nitanunua treni, nitaanza kumwangalia kuna kitu kingine kimeingia huko. Yani yeye uko form 2 anaanza kuwaza maneno na neno hiyo. Hiyo ni dalili ya afya ya changamoto ya afya ya akili, sio ugonjwa. Kuna ugonjwa wa akili, kuna afya ya akili. Afya ya akili tafsiri yake ni akili timamu. Inaamua mambo sahihi. Afya ya akili sio ugonjwa. Mgahawa. Tukutane tuyajenge.